Tanzania sikuwa nimeona. Boniface Mwangi ameleta ripoti. Amesema. Yaani mnaweza mfinya hivyo. Put lubricant in my rectum, in my anus, and then started inserting objects. Insert objects and pull it out. Ya hiyo ni mbaya. Nyinyi makidna hapa nyinyi tumeona. Yaani mnaweza fanya hivyo Mkenya wetu, acha tafute Mtanzania tujue vile itakuwa. Yaani mlimfanyia hivyo vyote. Boniface Mwangi yole hadi analia akisema story. Hiyo umefika mpaka. Hiyo umefanya Makavelo na chizi. Umefanya kijana wa ajabu na chizi nyinyi. So wa Tanzania, the police force ya Tanzania mulibaka ndugu yetu Boniface. Mulimuingiza vidole kwa mkundudhe. Mulivunja ndugu yetu bikra. Wa Tanzania, mkuje mchukue viwete wenyu wenye wako hapa Nairobi wanaomba pesa haraka sana, ama tutaanza kudeal na wao sasa pia sisi. Mulivunja ndugu yetu bikra na viwete wenyu wako hapa wanaomba. Mkuje mwachukue. That is so sad, by the way. Hey. Hata kama Boniface Mwangi ni mwanaume hardcore aje, sidhani hii trauma kama atawahi kama ni ukweli. Yaani chenye Tanzania umefanyia Boniface Mwangi yaani wanatuprovia tu wanapenda PDD party. Nimeangalia video ya Boniface Mwangi hiyo, like akiwa kwa hiyo press conference akielezea venye alifanyiwa. Kama hivyo ndo venye alifanyiwa, then mwera atezino abaya, like for real mwera atezino abaya. Yaani mtu akupake mafuta then akubikira alafu anza kuambia ukisema asante Samia, like what the hell? Then nyinyi mnalalamika mnasema sijui nini. Hasa angalia sasa kiherehere mnu kunamuingiza kwa unapeleka ujinga zenye meza kufanya Kenya unazipeleka kwa watu. Naona sasa chenye kilimfanyikia. Na hakuna kitu anaweza fanya, like for real. Hakuna kitu chenye tunaweza wafanya. Wako kwao, tulienda kwao kuchokoza. Naona. Sometimes bakini huku kwenu. Hiyo ujinga yenye mko nayo. Leo mazee Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire imekuwa na narrate zile vitu zenye walipitia time walikuanga TZ. Kitu ya kwanza yenye mpaka imenishtua ni kulikuanga na sexual violence kwa wote wawili, ingawaje Agatha anasema that no point ilifika wakatumia sexual organs zao kufanya hiyo violence, lakini sexual violence ilifanyika. Agatha kwanza kitu inamshtua kabisa ni ati bana hapa East Africa imekuwa kuna collabo ya udictator design yenye unapata mtu wa TZ anaweza abductiwa Kenya. Tunakumbuka yule activist fulani. Alafu bado mtu wa Uganda kama Besigye anaweza abductiwa hapa hivi Kenya. Agatha kwanza hata ndiye ameshtuka kabisa juu anasema ni afadhali hata hii serikali ya Kenya ilijaribu kutoa statement ile ya kuongelelea Boni, lakini sasa uko hivyo kwao mazee hakuna kitu hata moja yenye ilifanyika, hata hawakubonga. Boniface Mwangi ndiye alikuwa kwanza kubonga na mazee ujue ni ngori mpaka wote wawili walikuwa wanalia. Mpaka nikashtuka mazee nikashangaa. Aya wewe busikia. Boniface Mwangi anasema that yeye alikuwa ameenda kusikiza kesi ya Tundu Lissu. Na yeye kwanza alikuwa ameenda on the 18th of May. Sasa on the 19th ndio bado ndiye alikuwa anafaa kurudi, ndio ile siku yenye kesi ilikuwa inafaa kusikizwa. Unanipata? Boniface anasema that yeye alikuwa kwa same flight na kina Martha Karua na Wakenya wengine 8, yani Boni, Martha na Wakenya wengine 6, yani walikuwa Wakenya 8. Lakini sasa Boniface yeye alikubalishwa kuingia. Yeye anasema that aliingia huko legally. Mpaka ukiangalia passport yake anasema that iko poa, like ilistampiwa. Lakini sasa Martha Karua mazee ikakuwa ni ngori. Martha Karua tunakumbuka alimikingi video akiwa hapo Nyerere akaambia wewe aje mama ingia wapi mtaani kwa US. Sasa tuendelea na Boniface Mwangi. Boniface Mwangi anasema that akiwa kwa hoteli akaanza kusikia mlango yake inanokiwa masaa ya Monday asubuhi. Sasa yeye hataki kufungua jui amedunini. Unacheki saya anawaambia fanyeni aje, tulieni, kama nimefanya makosa mniambie. Sasa wanamwambia tokeni tufanye inspection. Simuli checking hiyo video. Vile sasa ilifikanga asubuhi,
Boniface Mwangi already Agatha alikuanga shafikanga kwa hiyo hoteli the same yenye Boni alikuanga. Unanipata? Asubuhi saa vile ilifika na Boni alikuwa anafaa ku check out. Nakumbuka anaenda kusikiza kesi alafu arudi Kenya the same day. So Masaya Mangware alikuwa anafaa ku check out kwa ofisi. Si Boni sasa niapigie Agatha. Si nishakushwa kwa the same hotel, akamwambia zile za woza asifanyaje, si uniweke hii bag ya mine na vitu zangu for safety, ndio mimi nikitoka nikamkama. Unanipata? Bonite mwenye anashuka chini anapata wale majama walikuwa wamekuja kumsaka usiku akiwa wapi hapo hivyo chini. Si nianze kumkimbisha Boni sasa ni ahepe. Boni akihepa mazesi ni manduru, lakini sasa finally inafika mahali wanamkona. Wakimkona wanaanza kumquestion, woza rada, hebu tukuulize iko wapi rununu? Unajua kwa hivyo bado sijui wako mwaka gani na uko miaka za nyuma. Wapi rununu? Ama ni Kiswahili sanifu. Na kwanza mbona nyinyi watu wa TZ mazee mnakula moto na sisi? When we speak in English iko na noma gani? Aya, achana kwa kapati tuendelee. Boni sasa akaanza kuulizwa iko wapi rununu. Boni anasema ana tenje. Si wakamchukua wakampeleka kwa immigration, wakamuuliza tena, we mzee iko wapi tenje? Sasa ndio pale penye walienda kuangalia hotel CCTV, na kwanza Agatha anashtuka ati hoteli ya huko ina collaborate vizuri kabisa na makarau kuwapatia access ya kwenda kwa marooms zao. Sasa hiyo hoteli ikapatia na CCTV footage. Sasa makarau mazao wanaangalia CCTV footage, hapo ndio penye wakaona okay, kumbe wewe mikoba yako wewe uliipeleka ukaekewa na Agatha. Unanipata? Sasa Agatha na yeye aendewe. Ukumbuke hapa hivi kitu yenye wanauliza Boniface Mwangi ndiye hata wende kwa CCTV ni tenje. Unanipata? Lakini sasa ile time yenye wamejua Agatha ndio mwenye aliye kama bags, si ni moja kwa moja mpaka wapi? Kwa hiyo hoteli wachukue Agatha wamlete. Unacheki Agatha wanamuuliza iko wapi tenje umze. Agatha sasa sijui kama ajui ama hataki kusema, lakini hata Boniface Mwangi alisema kitu yenye inafanya aspiane tenje yake ni kwa sababu ashaijuanga mtu akipatia nanga tenje inatumikanga kuangalia vitu za watu wengine, like unaangalia okay huyu amekuwa kiongea na huyu amekuwa akifanya hivi na anapanga hivi, so yeye akasema hata wapatia tenje. Agatha sasa hata kinamkasirisha ni nyie mliniita hapa kwa sababu ya simu, sababu ya rununu, lakini mbona mwanibadilishia mwanza kusema sasa nafanya nini Tanzania? So yeah, they tie me up, they first handcuff me, but before handcuffing me they put my jumper that I was wearing to put the handcuffs on top. But still, it still left marks anyway. Yeah, so they tie my arms to my legs, and they also, put like something wood, like a stick in between, and then they carry me upside down like that. And the rest is everything they did to Boniface. They are inserting something in your anus so bad, like so deep, you want to beg them to actually rape you in the right place, because you are thinking it can't be as painful as this. Of course, that's in the moment of that pain.